awabariki sana. Nilikuwa nimesema nikimbie leo nije nipaone mahali pa mkutano, tuombee uwanja huu. Jambo la kwanza, nashukuru sana watu wa Kitui kwa ajili ya kutupa nafasi. Serikali ya county na ofisi zake zote na polisi na national government. Nadhani ni mkutano wa kwanza tunafanya Ukambani. Hatufanani. Hatufanani na jirani. Hakuna siku. Nimeshukuru sana. Natamani niweze kutembea hapa ndio nipajue. Alafu baadaye niombe. Alafu tena nikimbie nirudi Mombasa. Nijiandae. Lakini nashukuru naona hawa ndugu zetu wanaendelea na kazi vizuri. Si tunaweza tukatembea tukapaona. Mwenyeji ndiye ashaenda. Mwenyeji. Sijui mmempatia nini, amenona. Yes. Mimi sijapajua hapa, utanipeleka ndio nipajue. Sipajui hapa, sijui. Okay. Tuanze na huko. Huko. Tuzunguka alafu ndio. Hoja pasa unakula nini huko? Unaona hata nimeongea na nani akaniambia jana kuna mashimo kadhaa. Alienda kuona yeye ndio alikuwa anatumia kama taswira na yule mwenzake Richard. Story ya maji. Siko very deep. So tutaanza kuzisimulia kwanza kesho. Na mashimo ya kwanza. Nitakuonyesha nje kupitia. Kuhakikisha kwamba zimezibwa. Kuziziba. Kuzijaza hata wenyewe walikuwa wanaomba tunataka tusiache kusaidia watoto wao. Alafu sisi upande wetu tutakurizika sababu ya usiku pia. Alafu lighting system. Sababu tuko na generator. Sasa ndo zimeingia leo ndio nataka kupanga kazi ya usiku na mchana. Si tuko na mataa. Taa ziko njiani hazijafika, lakini kuna jambo ziko. So hii fence kwa sasa tumeacha sababu ya kutusaidia upande wa watu. Lakini tukishamaliza setup yote tutaitoa. Ndotoa nini? Hii fence unaiona mbele. Hiyo ndio tunaisha. Hii fence. Yes. Yote tutaitoa lakini nasema tukishamaliza tuzilishe kesho. Ni kuitangaza huko kwenda huko. Hii sasa tutaimalizia tu. Ndio tunataka tumalize nafasi kwanza ya stage. Ndio kazi ianze. So hiyo naweza kupanga kesho kuanza huko. Na huko hawa kwa hapa temporary lakini wote ni huko. Hawa wanaopita.
a true football fan, a professional in the game, or someone who loves predicting matches before. Itabidi ulete miti. Tatoshea hata nafasi za mimi. Sisi kutoka hapa tutaenda Bado kuna kitu tunatengeneza. uwanja iko ina market. Watu wameanza kuweka sehemu za kupikia tayari. Sasa hawa bado nilikuwa ninawaambia nataka kuongea na mwenye hii. Awasaidie na mahali. Awasaidie. So hii area yote sio na mtu wa chakula ndani. So hii ni ya kutolewa hii. Hii fence. Hii yote ile imeenda yote. Ndio watu wapate nafasi ya kuketi area hii. Na hizi vifuniko. Basi uko na kifuniko, ndio hizi. Ziko na kifuniko. Na Mahali pa vyoo sasa walikuwa wametupatia hapa. Tunakuwa karibu na entrance. Naweza kuingia hapo. Anasema huko ni kubwa. Hata ukitaka wanatoa hii by Friday itakuwa ile msikiti yote. Pokea sifa.
nafasi nzuri, iko na space nzuri. Kuelekea kwa zile boma. Unaona hiyo kuna kama kuna maji mekundu. Ndio kwenye kundu. Ndio kama boundary. Wanauza? Hiyo ni alama hiyo. Wanahamisha kwingine. Contract yao hapa ilikuwa imeisha. Sasa hizi miti Hizo zinatolewa. wamekubali. Ni uwanja mzuri. Alafu inajulikana. Hii waya bado utatoa. Hii itatolewa. Uzuri ni mahali haina matope sasa. Hapa kuna waya. Kwa nini? Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu wa Mungu umechoka. Mlianza asubuhi? Mlikuwa hapa asubuhi? Watu wa Mungu, nimeona ni mahali pazuri, ni uwanja mzuri, ni mkubwa, unaweza kutusaidia sehemu kidogo kidogo ambazo tutarekebisha, au wakishatoa hizi nini kokoto, wakishatoa tutandaze, wawe mahali pazuri ambao panaweza
wasaidie wenzetu ambao wanakuja. Wajua sisi tunajuana, tunamjua Kristo. Lakini kuna wenzetu ambao wako njiani ambao wanatamani kumjua Kristo. Sasa sisi ndio tuwaandalie mahali pazuri ambapo panaweza kuwaruhusu kumpokea Kristo kwa njia nzuri. Hiyo ndio furaha ya mioyo yetu, kwamba mtu amemjua Kristo, mwingine amepona, mwingine amekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bila kusahau, kama uko na mchawi karibu na kwako, mkaribishe kwa umwambie mchawi wa Kitui nimemkaribisha rasmi. Unamwambia ukiona mchawi Kitui, mwambie Ezekiel anakukaribisha rasmi. Mwende mkutane kwenye uwanja huko. Bwana Yesu asifiwe. Sababu wao pia wakimjua Kristo, eneo kama hili linanawiri na linafanikiwa kwa urahisi. Kuna wengine wanafanya uchawi sio kwa sababu wanajua, kwa kuridhi waliachiwa. Na hajawahi pata injili ambayo inaweza kumfungua akajua Yesu ni bora kuliko uchawi. Kwa hivyo awe mchawi awe nani, jambo la kwanza ni kumuonyesha upendo. Mchawi sasa anapigwa na nguvu za Mungu akikataa kuacha uchawi. Sababu akibaki hapo akifanya uchawi, atasababisha watoto wengi wakose kuenda shule na afanye vitu kwamba havifai. Kwa hivyo tumejaribu kuleta vyombo vyetu vya mkutano. Fesi ya kwanza imefika. Nadhani imebaki vitu vichache, ndio maana wengine bado wako kule Mavueni. Lakini vyombo vingine vinakuja kama viti. Kuna mama mmoja kutoka Nyeri aliniambia, "Pastor, wewe unakaa hujazeeka, lakini mkutano wako inaanza asubuhi mpaka tena asubuhi. Tuletee viti." Si ndio? Kwa hivyo nawaletea viti. Itatusaidia kwa sababu si mkutano inaanza asubuhi. Sasa unaketi wapi? Kwa kokoto. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu hizo viti ambavyo pia tunakuja navyo, jambo la kwanza ufahamu ya kwamba New Life ni roho. New Life sio dini ya mtu. Sababu kwa hizo viti kuna sadaka yako ile huwa unatuma kwa till number. Ile sadaka unatuma kwa till number ndio imenunua hiyo viti. Hiyo sadaka ndio imeniwezesha kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo sadaka pia itatuwezesha kununua uwanja Kitui tuweke kanisa. Nataka hapa. Ulisema inaitwaje kwa Kikamba? Mungu akituwezesha na wenyewe wakikubali, haina neno. Angalau tuwe na mahali pazuri. Nini mama? Mnajua kile cha kufanya. Sababu ninatamani sana tuwe na mahali pazuri pa kuabudu Mungu. Unajua si vyema wale ambao wanafanya kazi ya club wawe na vyombo kuliko nyumba ya Mungu. Na haifai wale wanaofanya kazi zingine wawe na viwanja vizuri kuliko nyumba ya Mungu. Mungu ndiye amewaumba watu wote. Kwa Mungu kuwe kuzuri kuliko mahali popote. Hata usifikirie nimejenga Mavueni vile kivipi. Yaani unawaza kwamba watu watakapokuja kwa Mungu siwaone utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kwa Mungu yatakana kuwe na uwanja wa kutosha, kanisa lijengwe vizuri, na watu wa Mungu waishe maisha ambao hawafanani na nani? Hautaki kufanana na jirani.
Bwana Yesu asifiwe. Maji na kitambaa tulikuwa. Maji na kitambaa. Hata wachawi watoto. Unajua ni kwa nini nilikatisha? Inahitaji program nzuri, la sivyo utakuta mwingine pia ametengeneza anauzia watu pale. Alafu wajua anakuuzia maji na anakuuzia kitambara, haina nguvu, haina roho.